Ukitaja software 5 au 10 za video editing, basi huwezi kuisahau Filmora. Ni miongoni mwa software ambayo inafanya vizuri sana katika swala zima la editing. Ni software ambayo ni nyepesi na haihitaji ujuzi sana kwa sababu ni nyepesi kutumia. Kuna wale ambao wanasema nashindwa kutumia software zingine. Sasa hii ni very simple kuitumia, ambao hii ipo kwa ajili ya watumiaji wa Androids, wale wazee wa smartphone, lakini pia kwa matumizi ya kompyuta. Kwa mfano kuna software kama CapCut ambayo ina watumiaji wengi sana ambao wanaitumia kwenye simu, lakini pia vile vile kuna CapCut ambayo inatumika kwenye kompyuta. Sasa pia Filmora ni miongoni mwa software ambayo ipo kwa ajili ya matumizi ya kompyuta pamoja na simu. Sasa leo tupo na Filmora kwa ajili ya kompyuta. Ukizungumzia Filmora, ukifungua kwa mara ya kwanza kabisa utakutana na interface ya namna hii ambayo ina area hii ina area hii ya kwanza, screen ya kwanza, lakini pia pana screen hii ya pili, lakini pia pana timeline hapa chini. Sasa hiki chumba cha kwanza, hii tunasema ni project window, kwamba yale material yote ambayo mimi na import yanaenda kukaa kwenye window hii hapa. Na kija hapa, hii ni preview screen. Kile ninachokifanya editing au ninachokiedit hapa chini, basi nitakiona kupitia window hii hapa. Na hii chini ni timeline. Cutting zote, effect, sound, kila kitu nitakipata kwenye layer hii au kwenye timeline hii ya chini. Hii ndo inafanya kila kitu. Pia hapa pana media. Media ndio sehemu ambayo tuna import zile footage zetu. Footage, material, audio, kama una picha, una soundtracks, zote zitakaa kwenye hii project window. Hapa pana stock medias. Stock media sasa Filmora ipo tofauti kidogo na software kama Adobe Premiere Pro, ambapo Adobe Premiere Pro haina sound au tuseme maybe kuna templates, ni chache sana zipo. Kwa asilimia kubwa kwenye software Adobe Premiere Pro na kulazimu import kila kitu ukiweke. Unaona? Kwa hiyo Filmora wenyewe wametuletea backgrounds za kutosha ambazo wewe una uwezo wa kuzitumia katika kazi zako. Pia hapa pana audio. Audio pia inakusave sababu hapa, lakini pia kitu cha msingi ni kwamba lazima uzidownload. Ukihitaji kuzitumia basi lazima uzidownload. Mimi sijazinstall kwenye hii computer, bado sijadownload. Kwa hiyo ukiinstall kwa mara ya kwanza hii software ya Filmora itakulazimu uzidownload. Ukizidownload hizi basi hata ukiwa offline una uwezo kuzitumia. Pia tuna title. Pia hii software ya Filmora imerahisisha kwamba humo umeshaweka tayari motion titles. Tofauti na software kwa mfano kama Adobe Premiere Pro, mle inatakiwa ufanye wewe mwenyewe, utengeneze motion wewe mwenyewe, lakini humo umekuwekea motion ambazo wewe una uwezo wa kuzibadilisha majina, ukaweka majina yako ambao tayari yakawa na motion. Ndio maana asilimia kubwa ya watu wanasema software Adobe Premiere Pro ni ngumu, kwa sababu kila kitu lazima ukifanye manually. Sasa ile ndio tunaita professional software for video editing, sababu ile inabidi utengeneze kila kitu, unakitengeneza wewe. Lakini sasa kwenye Filmora huku wamerahisisha mambo, wewe kazi yako ni kurename, simple. Pia tuna transitions ziko za kutosha ambazo pia unaweza kuzidownload. Pana effects za kutosha, pana stickers, lakini pia pana templates. Vitu vyote utavipata kwenye Filmora ambavyo wewe utatakiwa uvidownload kwa mara ya kwanza. Lakini pia hapa tuna player. Player hapa tumeambiwa full quality. Sasa hii player ni quality. Ukisha import video ndani ya Filmora, kama video yako au material yako ni mazito, unaweza kuipunguza ile preview quality ili yasiwe yana scratch. Sasa ukiweka full quality, maana ile video au footage ambayo umeimport itakuja ikiwa na quality yake ile ile. Kwa hiyo kama kompyuta yako ilikuwa haina uwezo vizuri, basi itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ukija kwenye player quality, unaweza kaishusha quality, aidha ukatumia 1/2 au 1/4 kwa ajili ya kuyafanya material yako yawe mepesi. Lakini ukiona hayana shida, unaweka full kwa ajili ya kuona quality yote kwa ujumla.
Okay, ukija kwenye timeline yetu hapa tuna layers. Ukishaweka videos utakutana na layers za audio pamoja na layers za video, ambapo hiki kialama hiki kinaashiria video, na maana kuanzia hapa kwenda juu kutakuwa kuna video. Layer kwa ajili ya video, na kushuka hapa kwenda chini zitakuwa zinakaa audio. Kwa hiyo ni mpangilio wako. Lakini pia ukija kwenye files utakutana na new project, ambapo new project itakuruhusu wewe kufungua project mpya, na hapa umewekewa vipimo, umewekewa ratio za screen mbalimbali. Kwa mfano umeambiwa ratio ya 16:9 ni wide screen, ambayo hii hapa unaweza kuitumia YouTube. Lakini pia kuna 1/1 1:1 kwa ajili ya Instagram, kuna 9:16 hii ni portrait. Lakini pia kuna 4:3 standard, kuna 3:4 na hivyo. Kwa hiyo umewekewa vipimo kabisa, kwa hiyo unachagua mimi nataka kufanya project ya aina gani. Kuna open project. Sasa hapa tunafungua, kama tayari tulishafanya project tunaweza kufungua project ambayo tulikwisha kuifanya kwamba tunaiendeleza. Open recent project, hapa ni mahali ambapo zina display project ambazo zilikuwa zimeshafunguliwa muda mfupi. Lakini pia kuna import medias. Hapa tunaweza import files. Hii ni njia mojawapo ya kuimport files ndani ya software ya Filmora. Kwa mfano unaweza import media files, ambapo shortcut yake ni Ctrl+I. Lakini pia tunaweza import media folders, lakini tunaweza import from camera or phone, import with instant, pamoja na hizi huku chini. Lakini pia tuna record media. Hii ni kwa ajili ya kurekodi screen. Sasa hapa kuna record from web camera. Hii kwa unaweza kurekodi kutoka kwenye PC. Kwa mfano unatumia laptop, kwa nikibonyeza record from web camera italifungulia kamera ya laptop, tutaweza kurekodi. Pia kuna record PC screen. Hii ndo unaweza ukafanya tutorials kwa kutumia hii record PC screen. Lakini pia kuna record voice over. Unaweza kaingiza voice over ndani ya hii software ya Filmora, ambapo icon ni hii hapa.